Kwa nini masahaba wa mtume wasingewaacha watu na Qur'ani yao na sunna ya mtume wao wakaingia kwenye jambo la kutafsiri na mwisho wakaanza kujitahidi? Kuna sababu moja ambayo nilieleza mwanzoni, lakini ziko sababu nyingi ambazo zimeelezwa nafikiri katika hilo andiko mtaziona. Lakini jambo muhimu sana ni kwamba wakati wa maswahaba upande wa Qur'ani ilikuwepo, imekusanywa, kwa sababu Qur'ani ilikusanywa tokea wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam, iliandikwa yote. Lakini ule ukusanyaji wa kuwekwa pamoja sehemu moja ndio ilikuja ikafanyika wakati wa Abu Bakar radhiallahu anhu. Halafu Uthmani akaja akatoa nuskha katika ile iliyokusanywa na Abu Bakar, akatoa nuskha nyingi akazipeleka kwenye miji mikuu ya utawala wa Kiislamu ili kuondosha ikhtilafu katika usomaji wa Qur'ani. Lakini sunna ya mtume wakati wa maswahaba ilikuwa haipo, ilikuwa kwenye vifua vya watu, na watu wachache walioandika baadhi ya mafundisho ya mtume machache, kila mmoja kajiandikia yeye mwenyewe, ilikuwa haipatikani kwa kila mtu. Kwa hiyo hapa maswahaba wa mtume ibidi lazima wabebe jukumu la kutafsiri sheria ya Allah, kwa sababu si kila mtu ana uwezo wa kuipata hadithi ya mtume, ana uwezo wa kuipata aya, au watu wengine hawajahifadhi hata Qur'ani yenyewe. Lakini pia wakati huu wa maswahaba mpaka ikapatikana hii ijtihadul jamai, si kwa sababu sunna imesambaa. Yeye Abu Bakari mwenyewe kuna sunna nyingine hana. Sasa ili ajiweke katika sehemu nzuri, anawakusanya maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana kwamba kabla ya kufikia swala kwamba sasa watu watumie ijtihadi, watu wanaweza wakaulizana kwamba jambo hili, nani ana aya katika jambo hili, nani ana sunna ya mtume katika jambo hili? Wakiangalia wote hawana, ndio sasa watu wanaingia katika kujitahidi. Sasa kila mmoja anatoa rai yake, na ijtihadi wakati wa maswahaba ilikuwa inajulikana sana kwa jina la rai na wala sio jina la ijtihadi. Na ndio maana hata wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa sahaba, kwa mfano Muadh bin Jabal alipopelekwa Yemen, mtume alipomuuliza utakwenda kuhukumu vipi, akataja misingi. Kwanza atahukumu kwa Qur'ani, akikosa kwenye Qur'ani atakwenda kwenye sunna ya mtume, akikosa kwenye sunna ya mtume alisemaje? Ajitahidu ra'yi wala alu, tajitahidi rai yangu na wala sitokuwa mzembe katika kufanya ijtihadi hiyo. Kwa hiyo ijtihadi ilikuwa inajulikana sana kwa jina la rai, lakini walikuwa wanakusudia rai. Kwa sasa hivi wanasema neno rai linatabikiana kwa 100% na neno qiyas, kwa sababu hiyo rai walikuwa kusudia sana maswahaba wa mtume kwamba watafanya qiyas. Na wakati huu wa maswahaba wote waliokuwepo, walioachwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa hawafanani elimu, kwa maana kwamba si kila swahaba alikuwa na ilmu ya kutosha, kwa maana kwamba inamtosheleza yeye mwenyewe pamoja na kufundisha watu wengine, bali kulikuwa na maswahaba ambao wanajulikana kwamba hao ni mukthirun, ni watu wenye elimu nyingi kuliko wengine. Kwa hiyo hata baadhi ya maswahaba walikuwa wanategemea maswahaba wenzao kwenda kupata fatwa mbalimbali. Ndiyo hapa kukapatikana maswahaba ambao walijulikana kwa sifa ya ifta, kwamba hao ndio walikuwa na fatwa nyingi kuliko wengine. Ndio hapa kinakuja kipengele ashharu almuftina min as-sahaba. Kwanza kabisa Madina kulikuwa na khulafa'ur rashidin wote wanne wale, halafu kulikuwa na Zaid bin Thabit na Ubay bin Ka'b na Abdullah bin Umar na Aisha. Hawa ndio mamufti mashuhuri wakati wa sahaba pale Madina, na wengine wanawafikisha mpaka 100 katika maswahaba, zaidi ya 130 maswahaba ambao walikuwa ni maarufu kwa ifta, kwa fatawa nyingi walizozitoa.
Lakini sasa anasema wakati huu hapa Madina ilipatikana ile ijtihadi jamaa. Kwa nini ilipatikana Madina? Kwa sababu maswahaba wengi wa mtume walikuwa bado hawajaondoka, na idadi kubwa ya mamufti wakawa wako Madina. Lakini baada ya watu kutawanyika, sasa wakaanza kupatikana mamufti wa miji mbalimbali, wakawa mashuhuri. Kila mji una mufti wake mashuhuri katika maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika mji wa Maka ikawa kuna Abdullah bin Abbas. Katika mji wa Kufa akawa kuna Ali bin Abi Talib na Abdullah bin Mas'ud. Katika mji wa Basra kukawa kuna Anas bin Malik na Abu Musa al-Ash'ari. Katika mji wa Sham kukawa kuna Muadh bin Jabal na Ubada bin Samit. Na katika mji wa Misri kukawa kuna Abdullah bin Amr bin al-As. Hawa ni mamufti mashuhuri katika maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Vyanzo vya sheria wakati wa maswahaba, kama tulivyosema, sheria ya Uislamu lazima iwe na vyanzo. Sasa wakati wa maswahaba waliendelea na vyanzo vile vile au viliongezeka vyanzo? Ukitoa Qur'ani na Sunna ambayo inaendelea kuwa ni vyanzo vya sheria, kikaongezeka chanzo cha ijtihadi ya maswahaba. Katika wakati wa maswahaba kiliongezeka chanzo cha tatu, ijtihadi. Tukumbuke kwamba ijtihadi ya wakati iliyokuwepo wakati wa mtume hakikuwa chanzo cha kisheria, lakini wakati wa maswahaba ijtihadi kikawa ni chanzo sasa cha kisheria kinachojitegemea, kwa sababu hatutarajii kwamba ijtihadi hii itakwenda kuvunjwa. Wakati wa mtume ijtihadi ilikuwa ikitoka ya swahaba, ikifika kwa mtume ina mawili: ima kuthibitishwa hiyo hukumu aliyoipata, ama kukosolewa na kuvunjwa hiyo alivyojitahidi. Lakini wakati wa maswahaba ikawa ijtihadi ikishafanyika ndio imefanyika, hakuna mtu wa kuivunja. Sana sana inatokea ikhtilafu kwamba wewe umefahamu hivyo, mimi nimefahamu hivi. Hakuna mtu aliyekuwa na nguvu ya kuvunja yani msimamo wa mwenzake au ufahamu wa mwenzake. Aliyekuwa na nguvu ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa mtume hayupo tena, vinginevyo ni mtu tu amkinaishe mwenzake kwa hoja kwamba hicho ulichofahamu wewe sivyo, lakini sio kuvunja ufahamu wa mwenzako. Na ndio maana mpaka leo tunaambiwa kwamba ijtihadi haivunji kwa ijtihadi nyingine. Yani huyu akijitahidi hawezi akaja fulani akasema ijtihadi achane nayo, ijtihadi tumeivunja, tunaleta ijtihadi. Huyu amejitahidi, tunasema huyu kajitahidi, lakini na mimi nimejitahidi hivi. Kwa hiyo yeye amefahamu hivi na mimi nimefahamu hivi. Hakuna kuvunja ijtihadi. Kwa hiyo ijtihadi imekuwa ni chanzo katika vyanzo vya kisheria, kimeongezeka chanzo cha tatu wakati wa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini bado tunakuja tunasema Uislamu unasimama kwenye vyanzo viwili, Qur'ani na Sunna. Sasa ijtihadi inakuwaje tena? Hii ijtihadi ya maswahaba ilikuwa ni tafsiri ya Qur'ani na Sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo bado hata ijtihadi yenyewe inakwenda kwenye Qur'ani na Sunna. Kwa hiyo ijtihadi tunasema mustaqilla, kwa maana kwamba ni chanzo kinajitegemea, sasa hivi hakiwezi kuvunjwa, lakini sio mustaqilla kwa sababu bado chanzo chenyewe kinategemea Qur'ani na Sunna. Haiwezi mtu akaja akajitahidi tu kichwa mchunga kama tunavyosema kwamba mawazo yako tu makavu useme mimi naona hivi. Hapana, ijtihadi lazima itegemee Qur'ani ama itegemee Sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na hapo ndio inakuwa ijtihadi. Kwa hiyo ijtihadi hii inarudi tena kule kule kwenye Qur'ani na Sunna. Sasa kukishakuwa na chanzo cha ijtihadi, maana yake kwamba tunatarajia ikhtilafu. Kwa hiyo maswahaba walikhtalifiana, na wanapokhtalifiana watu ndiyo kunapatikana madhhab. Kwa hiyo madhhabu yalianza tokea wakati wa maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam.
japokuwa hayakujulikana kwa jina hilo madhehebu ya fulani, lakini unaposoma katika sheria unaambiwa kabisa kuna madhehebu ya Abdullah bin Mas'ud, kuna madhehebu ya Abdullah bin Abbas, yapo madhehebu, lakini hayakutangaa kwa maana kama hivi ilivyokuwa madhehebu ya Shafi'i kwamba yanafuatwa na watu wa sehemu fulani, madhehebu ibn Mas'ud yanafuatwa na, lakini yalikuwa ni madhehebu kwa maana kwamba mtu anapoliangalia jambo fulani ambalo wamekhtalifiana Abdullah bin Mas'ud na Abdullah bin Abbas, yeye anachagua, kama yeye hajafikia uwezo wa ijtihadi, anachagua ima afuate fatwa ya Ibn Mas'ud au afuate fatwa ya Ibn Abbas. Huyo ana madhehebu, amefuata madhehebu. Si tunaelewana? Na hapa ndio kuna lile jibu la maswali, kwa nini kuwa na madhehebu? Na madhehebu watu wengi wanajua kwamba yamezuka wakati wa Imam Shafi na Imam Abu Hanifa, na madhehebu ilikuwepo tokea wakati wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu za kukhtalifiana masahaba, kuna sababu nyingi lakini tatu muhimu. Sababu ya kwanza, kutofautiana kwao katika kuzifahamu sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba hawakuwa daraja moja katika kuzifahamu sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kulikuwa na mukthirun katika kupokea sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi alizozipokea Abu Huraira sio sawa na hadithi zilizopokelewa na masahaba wengine. Aisha alizozipokea si sawa na zilizopokea wake wengine wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kulikuwa na watu wana sunna nyingi za Mtume kuliko wengine. Hii ni sababu ya kwanza ya ikhtilafu. Kwa sababu gani? Sahaba huyu ambaye hana sunna ya Mtume kuhusu jambo fulani, halafu ili jambo likamkuta yeye sehemu ambaye yuko mbali na wenzake, anafanya ijtihadi. Akifanya ijtihadi, kwa vyovyote vile atatofautiana na wenzake wale ambao wana sunna ya Mtume katika jambo hili, labda apate taufiki ijtihadi yake iende sawa na ile sunna ya Mtume ambayo ipo. Na sababu hii ya ikhtilafu inaendelea kuwa ni sababu mpaka leo. Watu wanaingia kwenye ikhtilafu kwa sababu hii. Kuna mmoja anajua sana sunna za Mtume kuliko mwingine. Lakini pia katika sababu, sunna za Mtume na aya za Qur'ani ambazo tunaitwa nususu shar'iyya, zote hazikuwa qat'iyya dilala, hazikuwa zikifahamisha maana ya moja kwa moja ambayo watu hawezi kukhtalifiana. Kuna aya zinapozungumza jambo ni hilo hilo, kila mmoja atafahamu hivyo hivyo, hakuna atakayekhtalifiana na mwenzake. Yani hivyo nilipofahamisha ndio hivyo hivyo. Wewe ukisoma utafahamu hivyo, mimi nikisoma nitafahamu hivyo, yoyote atakayesoma atafahamu hivyo hivyo. Hii inaitwa qat'iyyud dilala, kwamba ni nafsi ambayo inafahamisha ufahamishi wa moja kwa moja ambao ni wa kukata, hauna hivyo wala hivyo. Sasa nususi zote za kisheria hazikuwa hivi. Kuna nyingine ilikuwa ni dhanniyud dilala, ndio kinyume cha qat'iyyud dilala. Hizi sasa ndio nyingi, na hizi ndizo ambazo kwa zinaleta ikhtilafu. Kwa sababu gani? Ikiwa aya au hadithi ya Mtume inatoa fursa ya kila mmoja kufahamu kwa yeye mwenyewe alivyofahamu, maana yake kwamba watu watatofautiana. Kwa mfano hiyo hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya Bani Quraidha, msiswali al-asri, yoyote asiswali al-asri ila kwa Bani Quraidha. Haya maneno ya Mtume ukiangalia kama walivyofahamu maswahaba, hata sisi tungetofautiana hivyo hivyo, kwa maana hayafahamishi maana moja hiyo hiyo tu moja kwa moja, kwa sababu tayari watu wana habari ya swala. So inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, lakini kuna wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Sasa hapa kuna swala kwamba ina wakati wake, kule kuna kwamba Mtume akiagiza jambo tunatakiwa tumtii, atiu Allah wa atiu Rasul. Sasa maneno haya ya Mtume, asiswali mmoja wenu salatul asri illa fi Bani Quraidha, kwa vyovyote vile kila mmoja
atakusanya hivi vitu aweze kufahamu mtume kakusudia nini. Sasa mtume kakusudia nini, tofauti inapatikana na madhehebu ndio yanapatikana. Kwa hiyo ikhtilafu ya masahaba ilikuwa moja katika sababu ni kwamba nususu sharia zote hazikuwa qat'iyya dilala, kwa hiyo zikatoa fursa kila mmoja kufahamu alivyofahamu kulingana na upeo wake. Lakini pia katika sababu ni ikhtilafu albiati walmasalih walhajat, kutofautiana mazingira, kutofautiana masalih na kutofautiana haja za watu. Kuna sahaba huyu yuko kwenye mazingira haya, kuna sahaba mwingine yuko kwenye mazingira mengine. Mazingira ya huyu ni tofauti na mazingira ya yule. Linapotokea jambo ambalo linatakiwa lipate hukumu, kila mmoja ataitafuta hukumu kulingana na mazingira, kulingana na maslahi anayoyaona katika mazingira yake, kulingana na haja anayoiona katika mazingira yake. Na hivi vyote ni vitu vina athari katika fatwa. Mtu anatoa fatwa kulingana na mazingira yaliyokuwepo. Ikiwa jambo lenyewe halina hukumu ya kukata moja kwa moja, na hapa ndio tunapata matatizo tunayoyapata sisi kwetu sasa hivi katika mazingira yetu, ni masala ya watu kutoa fatwa bila kuangalia mazingira na masalih ya watu na haja za watu. Aliyesoma Saudia anataka kuleta fatwa za Saudia zilete Tanzania. Aliyesoma Sudani analeta fatwa za Sudani Tanzania. Aliyosoma Yemen analeta fatwa za Yemen Tanzania. Aliyosoma Iraq anazileta. Sasa kila mmoja anachukua fatwa za mazingira mengine anazileta kwenye mazingira mengine. Mkorogano huu na ukuwepo mara nyingi unatokana na kuleta fatwa ambazo zinaendana kinyume na mazingira. Na ukiangalia huko zilikotolewa wamezitoa kulingana na mazingira. Mazingira yao yakibadilika nao watabadilisha fatwa. Na hili ni jambo kwenye fikihi, ni jambo halina ubishani kwamba fatwa inaweza kubadilika kwa kubadilika mazingira na haja na mahali na watu wanaopewa fatwa hili. Na haya mambo tunaona hata wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna fatwa zilitolewa kwa watu, fatwa moja, yani swali moja lilitoa fatwa mbili tofauti kwa watu tofauti. Kuna huyu anauliza kubusu mwezi wa Ramadhani mchana mke wako vipi, anaambiwa usibusu. Anakuja mwingine kubusu, yeye ambaye ubusu. Huyu kakatazwa simbusu mkewe Ramadhani, huyu anaruhusiwa kumbusu mkewe Ramadhani. Fatwa mbili tofauti kwa istiftaa moja. Lakini waliangaliwa watu wako tofauti. Kwa hiyo fatwa na hapa tunazungumza ni fatwa ambazo zinaendana na mazingira. Kuna fatwa haziendani na mazingira. Fatwa hiyo ni hukumu yake ni hiyo moja tu moja. Mazingira yote hizo zipo, zile usul. Kwa mtu hawezi kusema kwamba kwa sababu Tanzania tulivyo sasa hivi tusiswali swala 5 eti mtu anabadilisha fatwa. Hapo hakuna kubadilisha fatwa, wewe unavuruga. Lakini ziko fatwa ambazo zinategemeana na mazingira, zinategemeana. Kwa mfano masala ya mwanamke kuendesha gari. Katika baadhi ya nchi katika miaka iliyopita ilikuwa mwanamke kuendesha gari ni haramu. Kuna baadhi ya mashekhi wa Tanzania nao wamekuja na fatwa hiyo, wanaitoa Tanzania mwanamke kuendesha gari ni haramu. Leo fatwa imebadilika kule, kwamba kule sasa hivi mwanamke kuendesha gari ni halali. Lakini wale waliosema ni haramu mwanzoni walikosea? Hawakukosea, walitoa kulingana na mazingira yao waliokuwa nao wakati ule. Mazingira yamebadilika, fatwa imebadilika. Wewe ulioichukua fatwa ile ukaileta huku kwenu, mazingira yako yalikuwa sawa sana kule. TV zilipoingia, TV zilikuwa haramu katika baadhi ya nchi. Mashekhe wanakataza kabisa Muislamu kuwa na TV ni haramu. Ikaenda baada ya muda TV zikaruhusiwa baada ya mazingira kubadilika. Kuna mtandao internet imeingia, watu kusema ni haramu. Lakini yote ni wakati mazingira ndio yalikuwa yanahukumu. Zimeingia TV katika baadhi ya nchi, hakuna TV hata moja ya Kiislamu.
TV zote zinatoka nje, ni mamiziki na masinema na uvurugu vurugu. Hakuna hata fikra ya watu kwamba wataanza TV ya Kiislamu. Sheikh akiulizwa TV ni halali ni haramu, wafikiri Sheikh atasemaje? Atasema ni haramu tu. Lakini TV sasa kuna TV za Kiislamu, kuna TV za Qur'ani masaa 24, kuna TV za mawaidha masaa, kuna shengena atakuja kusema kwamba TV ni haramu. Mazingira yamebadilika, fatwa inabadilika. Sasa fatwa inakuwa na tafsiri. Hivi ndivyo watu wanavyotofautina, na ndio sababu zilizowafanya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutofautiana. Awamu hii ya maswahaba iliendelea muda mrefu, takriban miaka 250, kuanzia kwa Abu Bakar mpaka sahaba wa mwisho kufariki. Hapana, nimechanganya kidogo, samahani. Asri ya masahaba ilikuwa ni mwaka 100 kasoro kidogo, miaka 93. Karne, mwisho wa karne ya kwanza ya hijiria ndio karne ya masahaba imeisha. Hii iliyoisha miaka 200 na ushe ni awamu ya tatu, ambayo ni awamu ya tabi'in. Ni kwamba hapa tulikuwa tumemaliza kipengele cha awamu ya pili ya maswahaba, tulikuwa tunaingia awamu ya tatu ya tabi'in. Na hapo nisimame kidogo lakini naona time zina twende. Na awamu ya tatu, awamu ya tabi'in. Awamu ya tabi'in inaitwa asru tadwini wal a'immatil mujtahidin. Ni zama za uandishi na zama za maimamu mujtahidun. Kiswahili sio lazemaje. Anasema wa hadha al-asr yashmalu at-tabi'in kibarahum wa sigharahum. Zama hii au awamu hii inakusanya tabi'in wakubwa na wadogo, wa a'immatul madhahib, pamoja na maimamu wa madhehebu yaliyojulikana katika hii dunia au katika ulimwengu wa Kiislamu, yakiwemo madhehebu manne. Wote hawa wanaingia katika awamu hii ya tatu, ambayo ni asru tadwin wal a'imma. Kwa nini imeitwa asru tadwin au muda wa awamu hii? Ndio wanasema kwamba awamu hii ilikwenda miaka 250, muda mrefu sana, kwa sababu tabiina wote mpaka wa mwisho, mpaka kuja kuingia sasa maimamu, mpaka wakaja kina Imam Shafi, Imamu Abu Hanifa, hawa ndio watu ambao wanaonekana, je, Imamu Abu Hanifa ni tabi ama sio tabi? Wengine wanasema ni tabi, wengine wanasema sio tabi, kwamba ni sigharu tabi'in. Ikithibitika kwamba Abu Hanifa ni tabi, basi ni wale sigharu at-tabi'in ndio wanamaliza baada ya kina Imam Abu Hanifa, wanakuja sasa kina Imam Maliki na Imam Shafi na wengine, Imam Ahmad na wengineo, hawa ambao sasa ni aimma. Hawa ni maimamu, sio tabiina tena. Wote hawa wanakusanywa katika awamu hii ya tatu, na imeitwa asru tadwini kwa sababu katika awamu hii ndio awamu ambayo ulimwengu wa Kiislamu ulichangamka sana katika masuala ya elimu. Watu waliandika sana katika kipindi hiki. Kipindi hiki ndio kipindi ambacho watu wameandika vitabu vingi sana katika ulimwengu wa Kiislamu. Tafsiri hapa ndio ziliandikwa, vitabu vya usulul fiqh ndio ziliandikwa katika awamu hii, vitabu vya fiqh ndio vimeandikwa. Mambo fani hizi pia kutokea, fani usulul fiqh kwa mfano. Usulul fiqh kama kawaid, kama misingi, wanasema ilikuwepo kwenye akili na fikra za wanaochuoni wa maswahaba na tabiina na wengine, lakini kuandikwa kama fani iliandikwa katika awamu hii ya tatu. Awamu hii pia ndio awamu sasa ya kukusanywa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukusanyaji ule wenyewe sasa, kwamba sasa hadithi zikusanywe, zipatikane, Muislamu popote alipo azipate. Pia nao ukusanyaji wa hadithi na kuandikwa kwake ulipatikana wakati huu. Na zama hizi ndizo sasa watu wakaanza kuhangaika kutafuta elimu, sasa kutafuta hadithi za Mtume popote zinapopatikana.
na katika awamu hii ndio ilipatikana pia fani hizi za ulumul hadith, kwa sababu ndio wakati hadithi zinakusanywa, watu hawa wanapokea kwa hawa, wanapokea kwa, ikapatikana sasa ulumul hadith, mambo ya jarhi na taadil, kujua nani anafaa kupokea hadithi kwake, nani hafai, na mambo kama hayo.